Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakumbuka kuwa tarehe 17 mwezi Julai 2025 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua dira ya mwaka 2020-2025. Na tumepanga katika mipango yetu tunayopanga sasa hivi, tuna uhakika kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi huu wa 7 tutaanza kutekeleza sehemu ya dira hii ambayo tutakwenda nayo kwa kipindi cha miaka 25. Katika dira yetu tumepanga kwamba ili mpaka kufikia 2050 kipato la taifa litakuwa limefikia kiwango cha dola trilioni 1. Lakini pia mchango wa sekta binafsi katika pato la taifa tutakuwa tumefikia 70%. Sasa ili kuweza kuijua dira yetu ya miaka 25 na kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba tunaitekeleza, niombe Wizara ya Mipango na Uwekezaji iweke mkakati wa kutoa elimu kwa wananchi na wadau mbalimbali ambao watatusaidia kusimamia na kuhakikisha kwamba dira hii inatekelezwa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona katika nchi mbalimbali, kwa mfano majirani zetu wa nchi za Afrika Mashariki, wamezingatia na kutumia sana sekta binafsi ili iweze kusaidia kuhakikisha kwamba inachangia kwa kiwango kikubwa katika pato la taifa. Kwa mfano, ukichukua ndugu zetu majirani zetu wa Kenya, pato la taifa linachangiwa kwa 55.94. Wenzetu wa Uganda, pato la taifa linachangiwa na sekta binafsi kwa 80%. Lakini wenzetu wa Rwanda, sekta binafsi inachangia 55%. Wenzetu wa Burundi 17%. Na sisi Tanzania ukiangalia kwa mwaka 2025 sekta binafsi zimechangia katika pato la taifa 21%. Lakini mikakati yetu ifikapo 2050 tuweze kuchangia 70% kwa kupitia sekta binafsi. Katika mchakato huo, niombe sana wizara na ofisi yako Waziri Mkuu uendelee kusimamia kuhakikisha tunaweka miundombinu safi, lakini pia tunatengeneza njia mbadala ambayo itasaidia sekta binafsi kufanya kazi yake vizuri na kuweza kuchangia kwa kiwango kikubwa katika pato la taifa. Tumeona katika taarifa yako umesema katika mwaka 2025-2026 miradi 927 imeorozeshwa ambayo ina thamani ya dola za Kimarekani bilioni 11.08 imesajiliwa, na tunategemea katika miradi hiyo ikitekelezwa nchi yetu itaweza kuingiza dola za Kimarekani milioni 672. Hiyo ni mipango mizuri, na niombe serikali iendelee kusimamia ili kuhakikisha kwamba tunaanza kutekeleza mpango wetu wa dira ya 2020-2050 kwa spidi kubwa kuliko hata ilivyopangwa huko nyuma. Tumeona mikakati mikubwa sana ambayo serikali imeendelea kuweka katika kutekeleza miradi mbalimbali na kuzingatia kwamba tunafikia malengo ya dira yetu. Lakini mimi nilikuwa naomba nishauri serikali katika maeneo matatu. Eneo la kwanza, kama nilivyoanza kusema, kuhakikisha kwamba tunasimamia sekta binafsi ili iweze kuzalisha na kujenga miundombinu mbalimbali kwenye mipango na miradi ya maendeleo ili tuweze kufikia malengo. Lakini swala la pili, ukiangalia matumizi makubwa ya fedha za serikali inatumika kununua bidhaa za chuma kutoka nje. Ukiangalia katika hesabu za mwaka 2025 serikali ilitumia dola za Kimarekani milioni 738 kwa ajili ya kuagiza chuma kutoka nje. Ili kuweza kuondokana na changamoto hii, nilikuwa naiomba serikali iweke msisitizo na kuhakikisha kwamba tunaanza kutekeleza mradi wetu wa chuma wa Liganga, ili tuweze kuzalisha chuma, tuweze kukitumia kwenye mambo mbalimbali ya maendeleo na kujenga miradi mbalimbali, na tuweze kusaidia kuokoa fedha
ambayo inatumika kuagiza chuma iweze kufanya kazi zingine kuendeleza miradi ya nchi yetu. Lakini kwenye swala la mafuta tumeona kabisa kwa mwaka 2025 serikali ilitumia dola za Kimarekani bilioni 3.16 kuagiza mafuta na bidhaa zinazoendana na mafuta. Lakini sisi tuna faida kubwa katika nchi yetu, tunayo gesi ya LNG ambayo inazalishwa katika mikoa ya kusini. Kwa hiyo niombe serikali katika kipindi hiki cha mpango wa dira ya miaka 25 tuhakikishe kwamba tunasimamia na kuzalisha gesi kwa wingi ili tuweze kutumia katika majukumu mbalimbali ya kuzalisha umeme, kuendesha magari, lakini pia na matumizi ya nyumbani. Tukizingatia kufanya hayo, tutapunguza sana kuagiza bidhaa hii ya mafuta kutoka nje na itatusaidia fedha hizo kuweza kutumia katika kutekeleza miradi mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, niingie kwenye sekta ya kilimo. Wakati Mheshimiwa Waziri Mkuu anawasilisha taarifa yake, alieleza bayana kwamba serikali imefanya mambo mazuri na sisi tumeyaona. Kwanza, imetoa ruzuku ya pembejeo na kuhakikisha kwamba pembejeo zinapatikana kwa wakati, lakini pia uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara unaendelea. Lakini pia serikali imeendelea kutoa mbegu bora pamoja na ruzuku kwenye mbegu. Lakini pia serikali imeendelea kupima afya ya udongo na imeendelea kusimamia kuhakikisha kwamba wananchi wanazalisha chakula cha kutosha. Katika hilo kuna agizo lingine ambalo Mheshimiwa Waziri Mkuu ulilitoa kwenye taarifa yako kwamba kuzingatia kwamba kwenye vipimo wananchi wasiuze mazao ambayo yapo kwenye rumbesa, lakini vile vile wananchi wasikopwe mazao yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika taarifa ya Waziri Mkuu ukizingatia mwaka 1974 hayati Mwalimu Nyerere, Julius Nyerere aliandika kitabu kinachoitwa Mtu na Maendeleo. Lakini katika kitabu kile kilizingatia kwamba inatakiwa ili kuweza kupata maendeleo ni lazima tuzalishe chakula cha kujitosheleza. Ukiangalia katika takwimu zetu, sisi uzalishaji wetu wa chakula ni tani 1,022,000, lakini matumizi yetu ni tani 1,018,000. Kwa hiyo kuna ziada ya tani 30 ambazo zinazidi katika uzalishaji huo. Sasa niseme kwamba naona kwamba muda umenipita, lakini nisisitize kwamba serikali isimamie kuhakikisha kwamba inaimarisha masoko ya ziada ya chakula kinachozalishwa na wananchi. Leo wananchi wa Ruvuma wamekopa mahindi yao na serikali, mpaka sasa hivi hawajalipwa fedha zao. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu uliposema kwamba wananchi wasikopwe na vyama vya ushirika, lakini leo wananchi wale wamekopa mahindi na serikali. Kwa hiyo nikuombe usimamie ili wananchi wale waweze kulipwa na waweze kuendelea kuzalisha mahitaji mengine kwa ajili ya chakula. Sifa Online TV, sauti ya jamii, jukwaa la kila mtu. Sifa Online TV, utapata habari, burudani na maarifa.